wewe. Katika kipindi hiki nitakuambia umuhimu wa kuandaana kabla ya tendo la ndoa. Unajua mwanaume na mwanamke wametofautiana kwa kiasi kikubwa sana, hasa katika hisia za kimapenzi. Mwanaume akifikiria tu kuhusu tendo, basi uume unasimama na papo hapo anakuwa yupo tayari kwa tendo na anakuwa na hisia kali kabisa. Kitu ambacho kwa mwanamke ni tofauti kidogo, kwamba mwanamke anahitaji kuandaliwa kiakili na kimwili kabla ya kuwa tayari kwa tendo la ndoa. Kaka, mwanamke anahitaji kuandaliwa kifikra na kihisia pia. Kwa mfano unapokuwa naye faragha, mwanamke anahitaji mabusu motomoto, anahitaji kumbatio, anahitaji pia kutomaswa sehemu mbalimbali za mwili wake. Hii ni kwa ajili ya kuendelea kumweka tayari kwa ajili ya tendo la ndoa. Ili kupata muda sasa wa kutosha kumwandaa mwanamke wako, basi mwanaume unalazimika kuzuia hisia zako. Yani usiruhusu hisia zako kuwa kali zaidi kwa mpenzi wako. Jaribu kuzizuia. Yani usiwe na haraka ya kumwingilia mpenzi wako. Na unapoanza kumwandaa mwanamke, hakikisha unaanza taratibu. Usiende moja kwa moja katika maeneo yale hatari ambayo unajua kabisa nikimgusa hapa na mmaliza. Hapana. Anza na maeneo mengine, alafu hayo mengine yatafuata baada ya. Kwa hiyo anza taratibu kumchombeza na maneno matamu. Unaweza kutumia nafasi hii kumwambia ni kwa kiwango gani unampenda. Pia mueleze namna alivyo muhimu kwako. Taratibu unaweza kumpa busu katika maeneo mbalimbali ya mwili wake ambao unajua kabisa yatampa hisia. Usimvue nguo mapema. Endelea kumpapasa huku kimwambia maneno mazuri. Hii si tu unamwandaa kisaikolojia, bali unamfanya aone thamani yako kwake, na hivyo kutamfanya pia kujiandaa kukuburudisha zaidi katika tendo la ndoa. Sasa baada ya kumpapasa maeneo mbalimbali, sasa unaweza kumsaidia kumvua nguo moja. Na kuna wanaume wanawaambia wapenzi wao vua nguo. Hii si vyema. Ni nzuri zaidi ukamsaidia kuvua nguo zake. Kwa hiyo baada ya kumvua mavazi yake, sasa unaweza kuanza kumpapasa kwa mahaba zaidi. Ikiwezekana tumia ulimi wako kupitisha sehemu mbalimbali za mwili wake, ikiwemo kwenye maeneo ya mgongo, shingo na kwenye kitovu. Na unapokuwa unamuona sasa anaanza kupatwa na hisia zaidi, basi unaweza kuanza sasa kumchezea maeneo ya uke wake. Hapa katika kumchezea maeneo ya uke, unaweza ukatumia vidole vyako kumpapasa taratibu katika sehemu ya kisimi chake. Na kama unamwamini zaidi, basi unaweza kutumia ulimi wako. Japo hii ni ngumu kidogo kwa baadhi ya wanaume, lakini kumbuka mapenzi ni upofu bro. Kwa hiyo unaweza kutumia ulimi wako kumchezea katika kisimi chake. Na kwa kufanya hivyo kutamfanya mpenzi wako ajisikie raha ya juu zaidi. Sasa baada ya mwanamke kuwa ana hisia kali sana, sasa unaweza kuanza mechi. Hapo mwanamke wako anakuwa yupo tayari kiakili na kimwili kwa ajili ya kukuridhisha wewe katika tendo la ndoa. Ni baadhi ya njia ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kumwandaa mwanamke wako kukuburudisha katika tendo la ndoa. Kumbuka usikurupuke, fuata procedure ili kumweka tayari kiakili na kimwili kukuburudisha katika tendo la ndoa. Hii ni Bright Views Romantic Channel, na kukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Mimi na wewe tukutane katika kipindi kinachofuata. Asante.